wengi walitamani kuwa hai leo, lakini hawakuweza kuwa hai, na hivyo hatuna wema wote ambao tumetenda tukastahili kuwa hai hadi sasa. Tunapoenda kutafakari jambo fulani katika adhuhuri ya leo, katika Luka sura ya 8, Luka sura ya 8 kuanzia aya ya 4, kuna kitu nimekuwa nikitafakari kwa muda fulani, hasa ukizingatia wimbo tulioimba wa namba 28. Wimbo namba 28 ni wimbo ambao unatafakarisha, ambao unatuonyesha kuna katika Yesu na katika jina la Yesu kuna matumaini, kuna ubora ambao walionaye wanauona na wanao katika maisha yao. Tuliimba beti ya kwanza kisema jina lake Yesu tamu, lihifadhi moyoni, litafariji ndugu, enda nalo popote. Si haliwezi kuwa jina tu, kwa sababu aliyekabidhiwa mamlaka ya mbinguni na duniani nani? Aliyekabidhiwa mamlaka mbinguni na duniani nani? Yesu. Kwa hiyo unapokuwa naye ndani yako, hata ukiendelea mahali popote, hakuna kitu ambacho kitakuwa cha kushindikana kwako. Beti la pili linasema jina la Yesu rafaa kama ngao vitani, majaribu yakisonga, omba kwa jina hili. Kwa hiyo kutakuwa na faida kubwa kwake yeye ambaye yuko na Yesu. Beti la tatu linasema jina hili la thamani linatufurahisha anapotukaribisha na tunapomwimbia. Kwa hiyo kunakuwa na manufaa na faida sana na tofauti kubwa kwa waliye naye ndani yao na kwa wasiye naye, na lazima kuwepo na hizo tofauti za hakika na za wazi zaidi. Unajua, hata ukiwa naye Yesu, hata kuomba kwako kutakuwa tofauti, maana unaomba kwa uhakika, maana unajua unayemwomba unaye wapi? Ndani yako. Anasema hata sasa hamjaomba lolote kwenye raha, ombeni sasa ili furaha yenu iwe timilifu. Hilo ni jambo ambalo nimelipata katika wimbo huu, likawa linanitafakarisha kidogo, kwani nimeona kuna manufaa mengi ambayo yako katika Yesu. Na katika Yohana sura ya kwanza, kama tujaenda hiyo Luka sura ya 8, kuna jambo lingine la kufikirisha kidogo na la kumuinua Masihi. Tunaambiwa ndani yake, aya 4, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Ndani ya nani? Ya Yesu ulikuwa nini? Uzima. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani yake ndimo ulimokuwamo nini? Uzima. Na huo uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kwa mfano, tukifikiri juu ya wale ndugu waliokuwepo kidogo, vyote vilifanyika kwa nani? Kwa njia ya nani? Kwa njia ya mwana, vyote. Nayo nchi ilikuwa giza imetanda juu nini? Juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Roho ya Bwana ikatulia juu ya nini? Yaani jambo kunganisha nukta hapo. Yeye ambaye vitu vyote vimeumbwa kupitia yeye, nayo nuru yang'aa gizani, nayo giza halikuiweza. Na unapata kitu fulani cha kuunganisha hapo, unapata kitu fulani. Kwa hiyo anasema katika Yohana 8:12 kuwa yeye ni mimi ni ule ulimwengu, na yeye aniaminie mimi hata kwenda gizani kamwe.
hata kwenda gizani kamwe. Kwa kuwa na Yesu kwa kweli ni jambo la msingi sana, na wengine kwa kuwa tulisema tunaamini, lakini sasa hali yetu sasa ikawa ni kinyume kidogo na kile ambacho tuliamini, kwa sababu yule Yesu akawa ni adimu sana kuonekana katika maisha yetu, na mwisho wa siku, kwa sababu anapokuwa ndani yako atajitokeza kupitia matendo yako, kwa sababu yeye ndiye kila kitu. Mambo yote huanza na yeye, ndio maana anamwambia Nikodemu, haina budi kuzaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Sasa turudi katika Luka sura ya 8, ilisema aya ya 4, somo lenye kichwa kinasema neno la Mungu, neno la Mungu, neno la Mungu, neno la Mungu, neno la Mungu. Unapofikiria jambo hilo, Wayahudi, mmoja wa watu makini sana, waliyasoma maandiko vizuri sana, wakawa vizuri sana wenye kuyasoma maandiko, wakabobea kwelikweli, kwani waliyaona maandiko ni kana kwamba ndani yake yana nini? Yana uzima. Katika Yohana sura ya 5 aya yake 40, tuanze 38 hadi 40. Wala neno, Yohana sura ya 5 aya 38 hadi 40, wala neno lake hamnalo likakaa ndani yenu. Turudi nyuma kidogo tupate 35. Yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa, nanyi mlipenda kuishangilia nuru yake kwa muda. Anazungumziwa nani hapo? Yohana. Au tuanze 30 tupate kisa kizima. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Mimi nikijishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu si kweli. Yuko mwingine anayenishuhudia, nami najua ya kuwa ushuhuda wake anaonishuhudia ni kweli. Ninyi mlituma watu kwa Yohana, naye akaishuhudia kweli, lakini mimi siupokea ushuhuda kwa wanadamu, walakini ninasema haya ili ninyi mpate kuokoka. 35. Yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa, nanyi mlipenda kushangilia nuru yake kwa muda. Lakini ushuhuda nilio nao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohana, kwa kuwa zile kazi alizonipa Baba ili nizimalize, kazi hizo zenyewe ninazozitenda zinanishuhudia kwamba Baba amenituma, naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuiona. Ni maneno mazito Baba aliyenipeleka amenishuhudia, ninyi sauti yake hamkuisikia, si ndio? Anawaambia Wayahudi, nyinyi sauti ya Baba aliyenipeleka na kunishuhudia, nyinyi hamkuisikia sauti yake. 38. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuiona, wala neno lake hamnalo likikaa ndani yenu, kwa kuwa ninyi hamumwamini yule aliyetumwa na yeye. Wala neno lake hamnalo likikaa wapi? Ndani yenu. Kwa neno hili likae wapi? Ndani ya mtu.
Kwa kuwa ninyi hamwamini yule aliyetumwa na yeye. Hivyo basi 39, mwayachunguza maandiko, sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Kwa hiyo watu walidhani na wanadhani leo kuwa ndani ya maandiko kuna nini? Wanadhani ndani ya maandiko kuna uzima. Yohana 1:4 tumesema nini? Nayo nuru yang'aa wapi? Gizani, wala giza haikuiweza. Nayo nuru yang'aa gizani, nayo giza haikuiweza. Na hiyo nuru ilikuwa ni uzima nini? Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani yake ndimo ulikuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani ya Yesu ndimo kulimokuwa na nini? Na uzima. Ndani ya Yesu ndipo kuna uzima. Lakini Wayahudi wao waliyachunguza maandiko, wakayashika maandiko, wao wakidhani ndani ya maandiko kuna nini? Kuna uzima. Lakini Yesu anawaambia hapana, ndani ya maandiko hakuna nini? Kuna uzima. Si maandiko amesema hivyo? Kama nakosea jamani mniambie, hapo umetupeleka njia ambayo sio kama nilivyosema. Mtu mmoja niliposema hivi akawa tena anifuatilie tena, hiyo mtandaoni akawa tena anifuatilie tena. Kama sasa mimi nimenukuu kitu sema, si kama na adhabu maandiko, sababu utashika maandiko na mtakuwa na misimamo maandiko, lakini hamna nini? Hamna uzima, kwa sababu haya maandiko yanamshuhudia yeye, ambaye kwake yeye mtapata nini? Uzima. Sasa kama mtakuwa hamna uzima, maana mtakuwa mkihukumiana katika hali ya kimwili, ingawaje mtajiita ni watu wa rohoni. Maana kama mngekuwa mna uzima nyote, kusingetokea madhehebu zaidi ya 30. Kusingekuwa na madhehebu kiasi hiki. Kwa nini kuna madhehebu mengi kiasi hiki? Kwa sababu bado watu hawana kitu kile ambacho kinatakiwa wawe nacho. Kwa hiyo mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima milele ndani yake, yaani ndani ya maandiko, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Kwa hiyo maandiko yanamshuhudia, yanawaelekeza, yanawaambia ni wapi mtakipata kitu hicho mnachokitafuta. Kwa hiyo maandiko yanakuelekeza wapi utaipata haki, wapi utaipata ule uzima ambao Mungu alisema katika Torati kuwa chagueni hivi leo uzima na nini? Na mauti. Yanakuelekeza wapi utaupata. Sasa turudi Luka sura ya 8 aya ya 4. Luka sura ya 8 aya yake ni ya 4. Mkutano mkuu ulipokutanika na wale waliotoka kila mji wakimjia, alisema kwa mfano. Watu wamekutanika pamoja naye, wanamtazama. Akasema kwa mfano, mpanzi alitoka kwenda wapi? Kupanda mbegu zake. Naye alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa, ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba,
Zilipoanza kumea zikakauka na kukosa rutuba. Nyingine zikaangua kati ya miiba na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Ulishaona mmea ambao umeota chini ya mimea mingine? Mshaona? Yaani ile ukipanda mimea mingi, kuna mimea baadhi itajitahidi labda kukua kwa kufosi. Kwa mfano michikichi kwenye misitu, utakuta lile tawi la mchikichi linarefuka sana, linajitahidi kuipita mimea mingine ili iweze, kwa sababu mimea yote inahitaji jua. Kwa hiyo inahitaji jua na mwangaza kutosha na hewa kutosha. Tunapanda mimea mingi inasongamana, kwa mwisho wa siku mingine haitamea na mingine ikimea itamea tu kwa muda mfupi na itakufa, na mingine itajitahidi kuforce ifike, kwa itakuwa ina afya mimea hiyo. Nyingine zitaanguka kati ya miiba na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga, hiyo kusongamana. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea zikazaa 1 kwa 100. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio ya kusikilia na atu pamoja. Biblia zimeweka wapi? Baada ya kumaliza maneno hayo akasemaje? Mwenye masikio ya kufanyaje? Ya kusikia na asikie. Mwenye masikio ya kusikia na asikie. Katika upandaji huo, wewe umepandwa katika kundi lipi? Katika upandaji huo, wewe umepandwa katika upandaji upi? Tumesema mfano, umesema ni mfano, ila alikufanua mwenyewe. Wanasema maneno ya mwenye hekima yanenwa polepole, anafanyaje? Yanaeleweka vizuri kidogo. Kwa tunaongea taratibu ili tuweze kuelewa na kutafakari pia. Unajua, wanasema kuhitimisha ni rahisi, ila kufikiri ni kazi. Baada ya mfano huu ambao alisema mwenye masikio na asikie, wanafunzi bwana wakatusaidia, wakamuuliza maana yake nini mfano huo? Kumbuka kitu kinasema, kinasemaje? Neno la nani? La Mungu. Katika Isaya 55:11, ni wapi msome? Nani amefika? 55:11 tusome. Isaya 55:11. Isaya 55:11. Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure. Yaani Mungu anapolitua neno lake katika kinywa chake halimrudi nini? Bure. Bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Kwa Mungu anapolituma neno, huwa lazima lifanikishe katika kitu kile alicholitumia. Alisema ameweka maneno yake ndani ya nani? Ya Yesu. Na Yesu anasema na neno
mliolisikia kwangu si langu, bali ni lake Baba aliyefanyaje? Aliyenipeleka. Mungu amempeleka, amemtuma Yesu ili awape nini? Uzima. Na ule uzima ni nuru ya nani? Ya watu. Ndani ya watu kuna nini? Kuna giza. Giza ambayo ni uasi, ni kuwa na matendo mabaya. Kwa hiyo anapokaa yeye ndani, lile kusudi la Mungu kwa wanadamu linakamilika. Sasa basi, baada ya wanafunzi kuomba ufafanuzi wa mfano wa mpanzi, akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione na wakisikia wasielewe. Ninyi mmepewa kuzijua siri za nani? Siri za Mungu, za ufalme wa Mungu, ila wengine hawawezi, hawajapewa kitu hicho. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 aya ya 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 aya ya 10, twende hadi aya ya 12. Sura ya 2 aya ya 10 hadi 12. Sura ya 2, sura ya 2 aya ya 10 hadi 12. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Maana Roho huchunguza hata mafumbo ya Mungu. Maana Roho huchunguza hata mafumbo ya Mungu. Najua tuendelee mbele, nitajifunua yenyewe hapa mbele. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye? Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu? Ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. Kwa hiyo hakuna anayejua siri zako ila roho yako. Yaani wewe unajua fika nini kicho wapi ndani yako. Kwa hiyo ili na sisi tukijue. Ndio maana Mithali inasema pumzi za mwanadamu ni nini? Yaani pumzi yako mwanadamu ndio upelelezi wa Mungu. Mungu anajua siri zako kupitia nini? Pumzi. Kwa hiyo Mungu anakujua. Kwa hiyo roho yako inakujua. Kwa hiyo tukitaka tujue siri zako, tukipata roho yako, tutajua fika nini unawaza, nini unataka kufanya. Pumzi za Bwana ni macho ya Bwana yakikupeleleza katika maisha yako. Kwa hiyo maana ni nani katika binadamu ayajue mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Kwa hiyo Mungu katika hali yake kuu ni kuwapa watu wake nini? Roho, ambayo ni roho ya roho yake. Kwa hiyo basi ninyi mmepewa kuzijua siri za nini? Za ufalme, kwa sababu mmepewa nini? Roho ya Mungu. Kwa njia hiyo mnapata kuzijua. 12. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi. Kwa hiyo watu waliopewa huyu roho kwa mujibu wa hizi aya 3 tulizosoma, wanayajua
Mungu aliwakirimia. Hawatembei kama watu wengine, bali wanatembea tofauti na watu wengine, na hawana mashaka. Hawajidhani hivi nimetumwa na Mungu au sijatumwa. Wanao wanini? Uhakika, wanao uhakika. Turudi Luka sura ya 8. Niko naangalia ujuzi wa siri za ufalme wa Mungu, na tafsiri ya mfano huo wa mpanzi anafanua. Na huo mfano maana yake ni hii, na huo mfano maana yake ni hii. Luka sura ya 8 mstari wa 11. Na huo mfano maana yake ni hii. Ipi? Mbegu ni neno la Mungu. Anasema sasa mbegu ni neno la nani? La Mungu. Yaani mbegu, hebu kuvuta picha. Ameifananisha mbegu kama unavyopanda mbegu zako katika bustani yako au katika shamba lako. Anapanda. Mbegu ni neno la Mungu. Wale wakaribiao na njia ndio wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja Ibilisi akaliondoa lile neno moyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Naona wale walio karibu na nini? Na njia ni wale ambao wanasikia neno, alafu Ibilisi anakuja kuliondoa. Mbegu inapopandwa, ikidumu katika kupandwa huko, inafanyeje? Inamea, inaota. Sasa kabla ile mbegu haijaota, ukaenda kuitoa, kutaota nini sasa? Huo ni aina ya kwanza ya tafsiri ya mfano. Kwa hiyo mtu anaweza amini akasikia ubiri afa akaamini pale akabatizwa, halafu jamaa akatoa ile mbegu, tayari mtu ni nani? Ni muumini. Kumbe ni muumini, lakini mbegu ishaondolewa, ila amebatizwa tayari. Kwa mwana jamaa anaendelea kuwa yule yule tu, na akiendelea kujitahidi. Wale karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja Ibilisi akaliondoa neno mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. 13. Na wale wenye penye mwamba ndio wale ambao ulipokea vile neno kwa furaha, nao hawana mizizi wala kitabu kidogo wakati wa kujaribiwa kutenda. 14. Na walipoangukia penye miiba, ni wale walisikiao kutoka kwao msongo na shughuli za mali na anasa za maisha haya, wasiivishe lolote. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu wa mioyo yao kulishika neno na kulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Sasa sisi tukae katika, tunapenda kujiona tu vizuri katika aya ya 15. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa uvumilivu. Kwa uvumilivu. Unajua katika kazi ya Mungu alimpa mwanadamu ya kwanza, inamfundisha kuwa mvumilivu. Kumbuka, unapanda mbegu leo yote,
uipalilie, palizi la kwanza, la pili, mpaka ipambe, uvune. Ni moja uvumilivu mkubwa. Wafugaji hivyo hivyo, kutunza mfugo wako mpaka ukue, ufanyeje, ni sehemu ya nini? Ya uvumilivu. Sasa basi, katika mifano hii mitatu lazima tuone na tufikiri kama mbegu kama neno lilipandwa ndani yetu, na lilipopandwa lilimea, na kama lilimea liliendelea kukua, na kama lilikuwa lilizaa. Lazima kuwepo na matunda kwa watu au kwa mtu ambaye ndani yake kuna nini? Kuna neno. Kumbuka imesemwa ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao kulisikia neno na kulishika, kisha huzaa nini? Matunda. Mahali ambapo matunda yatazaliwa ni mahali ambapo kuna nini? Ambapo kuna mti. Mbegu ilipandwa ikamea, na sasa ina nini? Inazaa. Mwandishi wa Ibrania anasema mbona tangu mlipoamini siku zimekuwa nyingi sana, lakini bado mnahitaji maziwa na si chakula kigumu? Lazima neno linapoingia ndani ya mtu kama mbegu, likapandwa hapo, likamea hapo, lazima kutoka na nini? Na kuzaa matunda. Katika Mathayo sura ya 7 aya 24, alifika asome Mathayo sura ya 7 aya 24 hadi 26. 7:24 hadi 26. Basi kila asikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Ila asikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye nini? Na mtu mwenye akili. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo ikavuma, katika nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imejengwa juu ya mwamba. Ndio. Na kila asikiaye maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Je, mtu asikie kuna tofauti? Huenda wote wakawa ni watendaji. Mtu anaweza kuwa msikiaji wa neno na akawa anatenda, lakini haimaanishi kuwa neno lile limejengeka wapi? Ndani ya mtu. Na mwingine anaweza kuwa anatenda, neno lile liko wapi? Liko ndani. Kwa nini Paulo anasema katika Galatia 4:19 anasemaje? Tusomee Galatia sura ya 4:19. Anataka nini hiki kwa watu, na hata nadhani hata kwenye Efeso ameelezea tena. 4:19, vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani, ambao nawaonea shauku hata Kristo aumbike wapi? Ndani. Tumesema Kristo ni nini? Yeye ni neno.
anaelekezwa, anawaeleza watu aumbike wapi? Ndani ya watu. Akishaumbika ndani yao, anaonekana nani? Yeye binafsi. Akishaumbika ndani yao, yeye pekee anaonekana hapo. Kwa hiyo Kristo kama neno anapokaa ndani ya mtu, lazima akite mizizi hapo. Yeye kama mbegu atamea na kuiotesha haki mahali hapo, na wewe kama wewe binafsi utatoweka na yeye ataonekana mahali hapo. Aya hiyo inafanana na Efeso sura ya 3 aya ya 17. Efeso sura ya 3 aya ya 17 anasemaje? Kristo akae wapi? Mioyoni yenu kwa imani, ikiwa na shina na msingi katika upendo. Anakaaje moyoni? Anakaaje moyoni? Tumejifunza katika Wagalatia sura ya 4 aya ya 19, vitoto vyangu vidogo, ninaonea shauku hata Kristo afanyaje? Aumbike. Kristo afanyaje? Aumbike. Kiasi kwamba maneno kama ya Yohana wa kwanza sura ya 4 aya ya 17, kuwa kwa kuwa maisha yetu hapa duniani ni kama yale ya nani? Ya Yesu, yawe ni thabiti katika maisha yetu. Yawe ni thabiti. Watu wasikuone wewe, aonekane nani? Yesu. Kwa sababu ukiungana naye umekuwa mwili mmoja naye. Kwanza wewe unakuwa ni kiungo cha nani? Cha Kristo. Ndiposa hata ile jambo la kusema kanisa ni mwili wa nani? Kanisa ni mwili wa Kristo. Kanisa ni mwili wa Kristo. Linaundwa na watu gani? Na watu wale ambao naweza kuwa mimi au yule, tunakuwa ni viungo, mfano wa mwili huu kama wa kwangu. Kwa hiyo Paulo anasihi katika Efeso sura ya 3 aya ya 17, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Kabla vitu vyote linaanza nini? Kumwamini Yesu. Na kwa kuwa kuamini ni pokea, sasa unapokea kitu kile ambacho Mungu aliahidi. Kumbuka Paulo anasema katika sura ya 8, Warumi sura ya 8 aya ya 9. Warumi 8:9 anasemaje?
Ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mnafuata Roho. Lakini ikiwa Roho ya Mungu anakaa wapi? Ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mmefuata nini? Roho. Mwili utakwambia hivi, Roho inakwambia, sababu tayari una nguvu ya kudhibiti kwa mwili, umewezeshwa. Lakini mtu yoyote asipokuwa na Roho wa Kristo ataufuata nini? Huyo si wake. Ina maana mtu asiye na Roho ya Kristo, wakati mwenye Roho ya Kristo haufuati mwili. Kwa hiyo usipokuwa na Roho ya Kristo unaofuata mwili. Kwa hiyo lazima kila mtu aangalie. Kwa hiyo anasema 8:9 hiyo, mtu asipokuwa na Roho ya Kristo si wake, kwa sababu hamfahamu kuwa kwake yeye mnayejitoa kuwa watumishi wake mmekuwa watumwa wake mtu huyo. Kwa hiyo hatuwezi kuwa watumishi wa bwana wangapi? Wawili. Ndio tunasema katika Warumi sura 6:16. Kwa hiyo unapokuwa na Roho ya Mungu, ambacho ndicho kitu unatakiwa kila muumini awe nacho, ambacho kwa hicho unaongozwa kutofuata mwili. Lakini ukiwa unatekeleza matakwa ya mwili, wewe si wa nani? Si wa Kristo. Maana yote asiyekuwa na Roho wa Kristo si wake, kwa sababu anatenda kinyume na nani? Na Kristo. Walio na Roho ya Kristo wanafanana nani? Na Kristo katika kuwaza na kutenda. Ndio Yohana anasema, kwa kuwa yeye alivyokuwa hapo ulimwenguni ndivyo na sisi tulivyo. The same. Kuna tofauti. Wakati Yesu anahubiri Injili, uliona mahali anatafuta mdhamini wa kudhamini kazi yake. Apite, jamani, Gideoni, najua hata nikahubiri Injili Kariakoo pale, nisaidie 5,000 hapo nikahubiri Injili. Kwani Gideoni ndio aliyekutuma? Hata Yesu hakuwahi kwenda yaani si kama nitatoa pesa mfukoni mimi mwenyewe ninyime. Wakati mwingine kama amekutuma yeye mwenyewe atawaandaa watu wa nini? Wa kukusaidia. Ushangaa wewe una hili wala lile, kama una mahitaji hapa na pale, unashangaa mtu anakwambia endelea na kazi. Hujui imefanyaje? Sasa hapo ndo unajua hapa nafanya kazi ya Mungu. Wewe unahubiri Injili na umeweka kitu sahani pale, unahubiri baadaye unaitisha sadaka. Kwa hiyo inakuwa ni sehemu ya kazi ya kawaida. Kwa hiyo inaweza kuonyesha utofauti. Kwa hiyo unapokuwa na Yesu ndani yako, unapitishwa katika nyendo zake, yaani unaishi kama hivyoishi yeye na kufanya kazi namna ile ile aliyofanya, kwa sababu Roho aliyekuwa ndani yake ndiye yuko wapi? Ndani yako. Nawe ni mtumishi wa nani? Wa Mungu, kama nilivyokuwa hivi. Kwa hiyo cha msingi zaidi, kabla ya yote, ndio maana kabla ya yote Paulo hakuwauliza vitu vingine sababu katika juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa hiyo uone wakati kwanza umejengwa pale. Petro anasema mwendeni yeye aliye jiwe lililo hai. Tumwende nani? Yesu. Mkajengwe pale. Si kwa Petro. Petro anawaambia jamani, njoni mjengwe hapa. Mimi nimejengwa hapa. Tukishajengwa pale, kwa mujibu wa Korinto wa kwanza sura 12:13, kwa njia ya Roho huyo tuliwekwa tuliunganishwa kuwa mwili mmoja. Kwa uwepo wa huyo Roho ndani yetu
tunakuwa sehemu ya nini? Ya kanisa, tunakuwa jengo la nani? La Mungu. Ndiposa Yohana anasema katika neno Petro, Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 37-38 kuwa tubuni mkabatizwe mkapokee Roho nini? Mtakatifu. Hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote ambao watakaoitwa wamjie. Kwa hiyo kwa njia hiyo watu wataweza kumuona Yesu katika maisha yetu. Wataweza kumuona Yesu katika maisha yetu. Yaani lile neno tukilisikia ni katika Yohana wa kwanza sura ya kwanza, waliongea maneno magumu sasa Yohana. Habari hii tuliyosikia, habari hii yahusu neno la uhai lililokuwako tangu mwanzo. Sisi tumepata kulisikia na kuliona kwa macho yetu wenyewe. Neno Gideoni, yaani neno wamelisikia na wakaliona kwa macho yao wenyewe. Tulilitazama na kulishika kwa mikono yetu wenyewe. Neno hii ni zaidi ya nini? Ya maandiko. Waliliona wakalishika kwa macho, kwa mikono na kwa macho yao wakaliona. Anasema uhai huo ulipotokea sisi tuliuona, na sasa tunasema habari zake na kuambieni juu ya uhai huo wa milele uliokuwa kwa Baba na uliodhihirishwa kwetu. Tulichokiona na kukisikia ndicho tunachotangazieni ninyi, tangazeni ninyi pia, ili nanyi mpate kushirikiana nasi katika umoja tulionao na Baba na mwanaye Yesu Kristo. Ni umoja kati ya Baba na nani? Hamna cha tatu hapo. Kwa hiyo ni katika umoja wa Baba na Mwana. Kwa ndio maana kabla ya yote hakikisha akasema niaminini, kwa sababu kwa njia ya kumwamini ndipo tunapata nafasi ya kuwa watoto wa nani? Wa Mungu, na kupewa mwongozo wa Roho. Maana wote wanaoongozwa na Roho ya Mungu ni watoto wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo sasa, na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao ulisikia neno na kulishika. Huyu mtu na watu wanasikilizia sana. Wimbo namba 45 kwa tusimame, naomba wimbo 45 beti moja. 45 wimbo, tusimame. Mlimani pana mwanga wa jua zuri, shambani na baharini jua tu kufuriko. Mwanga ulio mkubwa umo moyoni mwangu, kwa kuwa Yesu alipo hapa pana mwangaza. Basi tuketi. Nilikuwa nasemaje? Ukitazama aya ya 15 katika Luka sura ya 8 kuna jambo la kuwaza kidogo. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao ulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Hawa wenyewe wamefikiaje kwenye hii hatua?
hawa wamefikiaje kwenye hii hatua? Kwanza unasema ni ambao ni wanyofu na wema, na mioyo yao ulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa uvumilivu. Ni kitu gani kinakuwa kimepita katikati yao? Wao walipolisikia neno walilipokea kwa furaha, wakalitafakari, wakalipa nafasi. Neno lile likawafanya kuwa wema, kwa sababu kila tendo lisilo katika imani nini? Kwa hiyo lile neno lilipokaa ndani yao lilifanyeje? Liliwatakasa. Kwa kuwa lile neno ndiye Yesu, alipokaa ndani yao aliondoa nini? Aliondoa dhambi. Lilipokaa ndani yao, na hivyo wakaanza kuzaa nini? Matunda. Matunda ya kweli, matunda ya kweli. Wakazaa matunda ya kweli. Nasi pia lazima tukilisikia neno, tukiliamini neno la uzima, neno lililojaa uhai, neno lililojaa imani, tukilisikia tukaliamini, si kwa kujitahidi. Kumbuka neno linapaswa likae wapi? Ndani. Mbegu inapokaa katika udongo, ni kitu gani kinaifanya yote? Paulo anasema mimi nilipanda nini? Mbegu. Apolo akafanya nini? Katia maji. Petro. Lakini katika wote hao watatu aliyefanya ikuwe ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo wakati mbegu iko ndani au mbegu ikiwa katika ardhi ikiota, wewe uliyopanda, wewe umepanda, labda umemwagilia, umeondoka zako, itaota ujui. Ndivyo unapolipokea neno. Unajua, ukikutana na mtu unayezungumza naye afu akawa ana hamu ya kusikia, achana mazungumzo haya ni baina watu wenye ujuzi na wenye ujuzi, kwa mzifika sehemu, ila kuna watu ambao wana hamu ya kusikia. Kwa mfano Matendo sura 8 aya 4. Nasema lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko, baada ghasia ya yule Shemasi kufa, wakilihubiri neno. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria. Wakilihubiri nini? Akawahubiri Kristo. Akawahubiri. Kwanza walikuwa wakihubiri neno, sawa? Filipo akateremkia mji wa Samaria akawahubiri Kristo. Kumbuka pale anasema neno, hapa anaambia akamhubiri nani? Kristo. Yaani sio akahubiri habari za, anahubiri Kristo. Ina maana unajua ilikuwa somo la nini? Alifundisha Fredi kuhusu somo la nini, elimu, nafasi Biblia katika elimu kama nakumbuka ile somo, akasema kuna kufundisha juu ya mambo na kufundisha juu ya mambo jambo lenyewe.
ndio hichi. Kwa hiyo kuna mtu anahubiri habari za, na mtu anahubiri Kristo mwenyewe. Kwa hiyo Filipo akawahubiri Kristo. Unaona? Kwa hiyo hata kama kubatiza katika Kristo. Kwa hata kuhubiri neno, unahubiri Kristo moja kwa moja. Aya ya 6. Na makutano kwa nia moja. Na makutano kwa nia moja. Wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akifanya. Neno la Filipo Samaria lilipokuwa likihubiriwa, akimhubiri Kristo, yeye akiongea, akizungumza, alikuwa mwenyewe anavyoendelea kuzungumza, watu kwa nia moja wakisikiliza, hamna kelele. Kama utasikia sauti, ni sauti ya ndege na upepo, wametulia kimya, wanasikia. Walipokuwa sikiliza kwa nia moja na wakiona ishara ambazo zinatokea wakati Filipo akizungumza. Kwa hiyo watu hawa walikaa kwa nia moja, katulia tuli, wanasikia kwa nia moja. Kwa hiyo tunapokuwa tumelichukua neno tukaliamini kabisa, basi yale yaliyonenwa yatatukia na sisi pia, sababu neno la Mungu amekusudia katika neno hilo kutufanya wanawe, tufanane na mwanawe mzaliwa pekee, kwani tutazaliwa naye na kufananishwa na nani? Na mwanawe. Na hivyo tabia zetu, mwenendo wetu utakuwa ni ule wa nani? Kwa Yesu. Na hivyo Paulo katika Wafilipi sura ya 2 anasema, je, maisha yenu katika Kristo yanawapeni nguvu? Je, upendo wake unawafarijini? Je, mnao umoja na Roho Mtakatifu na kuoneana huruma na kusikitikiana ninyi kwa ninyi? Basi ikamilisheni furaha yangu kwa kuwa na fikira moja, upendo mmoja, moyo mmoja na nia moja. Msifanye chochote kwa moyo wa fitina au kwa majivuno ya bure, muwe na unyenyekevu ninyi kwa ninyi, na kila mmoja amuone mwenzake kuwa bora kuliko yeye mwenyewe. Pasiwe na mtu anayetafuta fidia yake mwenyewe tu, bali faida ya mwenzake. Muwe na msimamo ule ule aliyokuwa nao nani? Yesu Kristo. Na hiyo inakuwa pale Yesu anapokuwa wapi? Ndani. Tumesema katika Efeso ya 3 aya ya 20 kuwa Kristo akae moyoni kwa nini? Kwa imani. Galatia 4:19 kuwa Kristo aumbike wapi? Ndani. Aumbike, ajaye. Akishaumbika ni kama alitoa mfano wa ufalme wa Mungu umefanana na mtu mmoja, mwanamke aliyetoa chachu au amira akaitia kwenye unga. Ule unga ulipowekwa ile amira, unga unaumuka. Hivyo anapokaa ndani ya mtu, ule uasili wako unatoweka, anabaki nani? Yeye. Haingia akilini kusema nina Yesu ndani yangu, then unatenda nini? Dhambi. Kwa hiyo sasa unamaanisha hivi, kama una Yesu ndani yako na unatenda dhambi, kama nina Yesu ndani na ninatenda dhambi, kwa Yesu ananisaidia kutenda nini?
Ina maana Yesu hana nguvu yake ni ndogo kuliko nani? Kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa kama ni makufuru fulani, wakati Biblia inasema hivi katika tuseme aya 3 za mwisho, Yohana wa kwanza sura ya 3 aya 6, anasemaje? Anasema kila akae ndani yake atendi dhambi. Kila akae wapi? Ndani yake. Tumesema Yesu ombike wapi? Ndani. Yesu akae mioni wapi? Ndani yetu kwa imani. Kwa hiyo kila akae ndani yake hatendi nini? Dhambi. Umeona? Kwa kama akiumbika ndani, kama akikaa ndani kwa imani, akawepo, sio kudhani. Imani sio kudhani, imani ni uhakika. Yaani anasema mkiwa na imani mtawaambia mlima ng'oka. Anaongea mtu mmoja anasema Wakristo wanaomba kana kwamba hawana yaani, sababu ukiwa na mamlaka unaongea kwa mamlaka. Kwa jina la Yesu toka. Ninasikia. Kwa sababu mkiwa na imani kiasi hata ya chembe ya haradali mtawaambia huu mlima ng'oka uende pale na utawatii. Unasikia sawa wanavyoomba Wakristo. Wanaomba kulalamika. Lakini wanadaiwa na Yesu. Yesu ambaye amesema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa wasikie wanavyoomba. Wanaomba kama watu yumkini hawana, lakini hawajui. Kwa sababu walipoamini palipita tu hivyo, hawakupokea chochote. Hivyo tu. Na wabaki ni wale kitabia, wabaki wale. Kwa mwisho wa siku hata wao hata kuomba kwao wanaomba kwa na mashaka. Ndio tusikia. Kwa hiyo yeye kika wapi? Ndani. Hatendi nini? Dhambi. Bali anasema kila atendaye dhambi hakumuona yeye, wala hakumtambua. Kwa kuwa bado unasema anakaa ndani yako, yeye anakuambia kama nina dhambi hukumuona wala kumtambua. Aya ya pili. Sura 3 aya 9. Kisha inasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Mstari umechorwa. Kwa nini? Kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Kwa sababu uzao wa Mungu unakaa wapi? Ndani yake. Hivi Biblia inasema hivi katika hiyo uzao, anasema kila aliye mtoto wa Mungu hatendi dhambi, maana anayo hali ya kimungu ndani yake. Hawezi kutenda dhambi kwa sababu yeye ni mtoto wa Mungu. Yaani yeye ni mtoto wa Mungu. Maana wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wakazaliwa na Mungu. Kwa wanao hali ya kimungu ndani yao. Wapi? Ndani yao. Alafu aya ya 3 nimesema aya ya 3 ni Yohana wa kwanza sura ya 5 aya ya 17 ya 18. Yohana wa kwanza. Nasema twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Tunajua kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi nini? Hatendi dhambi. Bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Bali yeye hujilinda, wale mwovu hamgusi. Wakati ulipotimia, wakati tulipokuwa tuna nguvu, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Makusudi Roho aliyemfufua Yesu akiwa ndani yenu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya nini? Ya kufa. Dhambi ni mauti. Na unasema umepata uhai. Sasa uhai na mauti haviwezi kukaa. Haiwezi. Kwa hiyo sasa ikumbukwe ndani yake ndimo limekuwa uzima,
na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Basi niwatakie baraka za Bwana kwa tafakari hiyo, ikawe ni mbegu ya kutufikirisha, ya kutoa sehemu moja kwenda nyingine. Ikiwa kuna mtu ananyongeza, ana swali, basi nimkaribishe. Hilo lilikuwa neno lenye kitu kinachosema neno la Mungu, na tumeona kile Mungu alichokusudia kwa wanadamu kupitia neno hilo. Amekusudia kuwaokoa, kufanya wanawe wafanane na mwana wake, watembee na kutenda sawasawa na mapenzi yake, wawe na uzima. Watu wasiweke kuchunguza maandiko na kuhukumiana kwa maandiko, na kumbe hawana uzima ndani yao. Maana hata ukariri Biblia mwanzo hadi Ufunuo, kama neno lenyewe halijakaa ndani yako, haitakusaidia. Mtu aliye na neno ndani yake haogopi lolote, si kwa ushupavu, bali katika haki. Maana watu wa Mungu kwa kweli watachukiwa na ulimwengu, lakini wajapochukiwa na kupelekwa barazani, wanaambiwa hamsiogope nini mtachoongea, kwa sababu Baba yenu Roho aliyo ndani yenu atajua saa gani na wakati gani anawapa neno la kuongea. Kwa unapouliza swali, Roho anakuambia mpe jibu hili, mpe jibu hili. Kwa vitu unakuwa ni rahisi. Kazi ya Mungu ni rahisi akiongoza mwenyewe, akikutuma mwenyewe. Unaweza kwenda hata nchi ambayo hujui kuongea lugha unayoongea, wewe kuongea lugha yako na wao kasikia. Vitu rahisi sana. Mungu anaweza kila kitu, kama alivyofanya pale katika Pentekoste, waliongea lugha yao ya Kiyahudi, lakini mataifa wote walisikia kwa lugha zao. Kwa lugha zao walisikia. Hayo ilikuwa matendo makuu ya Mungu. Yule Mungu yupo, ndipokuwa siku za leo kulingana na mafundisho na mateolojia ya kipagani yamefanya Mungu asionekane, kwa sababu vile teolojia vinafanya kama vinamsaidia Mungu kuandaa watumishi, na Mungu hawezi kushirikiana na meza na hasaidiwi na mwanadamu. Si Mungu yule anasema nisaidie na mimi nitakusaidia. Hataki apokee sifa na mwanadamu au na kiumbe kingine. Yeye anaweza kila kitu. Aliweza kwamba vitu vitoke, anatamka vitu viwepo kama vimekuwepo. Anatamka kitu kiwepo, kama kipo kinakuwepo. Basi karibuni, kama kuna nyongeza au swali kabla kuhitimisha, karibuni. Ni karibu.